Kuna wakati katika maisha unajihisi uko peke yako. Wale waliokupenda wanakuwa wamekukimbia. Wale waliokusaidia zamani wanakuwa wamekuacha. Unajihisi uko peke yako bila msaada. Unajihisi kama vile Mungu amekuacha. Unajihisi kabisa kwamba hakuna anayekusaidia. Lakini ninayo habari njema kwako. Mungu hamwachi mtu wake. Kama unajisikia kwamba uko peke yako, kama unajisikia kama umeachwa, kama unajisikia kukata tamaa, basi Zaburi ya 121 ni ujumbe wako siku ya leo. Nataka tuusome kwa pamoja na tuweze kutafakari kwa pamoja. Nitasoma katika jina la Yesu. Nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Kuna wakati mwingine unaona matatizo kama milima mirefu iliyokuzuia mbele yako, na unajiuliza kama huyu mtunga Zaburi alivyoandika, msaada wangu utatoka wapi? Lakini aliendelea kusema, msaada wangu u katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Na mimi napenda nikwambie, msaada wako wewe u katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Aliendelea kusema, asiwache mguu wako usogezwe, asisinzie akulindaye. Naam, hata sinzia wala hata lala usingizi, yeye aliye mlinzi wa Israeli. Tunaye Mungu asiyelala usingizi. Unaweza ukajenga nyumba nzuri, unaweza ukawa na mlinzi mzuri, lakini akasinzia, akasababisha mali zako zote zikaibiwa. Lakini tunaye mlinzi wa ajabu, Mungu wa mbingu na nchi, asiyesinzia, ambaye hatakuacha kamwe. Watu wengine watakuacha, lakini yeye hatakuacha. Neno la Mungu linaendelea kusema, Bwana ndiye mlinzi wako. Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Jua halitakupiga mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Ninakutia moyo sana. Mimi kila mara niko hapa kukutia moyo. Mimi kila mara niko hapa kukutia nguvu. Nasema hauko peke yako. Usiogope. Wanaweza kuwa wamekuacha wale ambao walikuwa karibu na wewe, lakini Mungu yeye ni mlinzi wako. Yeye ni jemedari wako. Yeye ni ngao yako. Yeye ni msaada wako. Leo hii ataanza na wewe, atakutia nguvu na utainuliwa sana. Nataka nikuombee kwa muda mfupi. Hebu naomba ushike kifua chako kwa mkono wa kushoto na mkono wako mmoja tafadhali inua juu kwa imani, nikuombee. Na Bwana atakutia nguvu na maisha yako hayatakuwa ya kawaida. Kuanzia leo utaona kabisa maisha yako yakiwa yamebadilika. Baba, katika jina la Yesu, ninamwombea mtazamaji wangu anayenitazama. Amefika mahali amejiona ya kwamba amebaki peke yake. Amefika mahali amejiona hana msaada wowote. Amekata tamaa, amechoka, hasikii kuendelea mbele. Ninaomba wewe uliye mlinzi wa Israeli, wewe ambaye ni mlinzi wa watu wako wote duniani, naomba umtie nguvu. Naomba umsaidie. Mpe msaada kutoka juu mbinguni. Mpe msaada kutoka juu mbinguni. Nimekuwa ninafunga na kuomba kwa ajili ya watu mbalimbali, na umekuwa unawasaidia wengi. Msaidie na huyu ambaye ananitazama. Katika jina la Yesu ninakemea kila vita ambayo inakukabili. Kila roho inayokufuatilia ambayo inataka kuharibu maisha yako, haitakuweza kabisa katika jina la Yesu. Wewe ni mshindi, na kuanzia leo maisha yako yamebadilishwa na utakuwa na hatua mpya. Baada ya maombi ya mafupi utaanza kuona hatua za mafanikio katika maisha yako. Kama ujumbe huu umekuwa wa faida kwako, tafadhali usiendelee kutazama na kusikiliza peke yako. Ninakuomba share kwa watu kadhaa ili kwamba waweze kusikiliza na kutazama ujumbe huu. Lakini naomba ulike na ucomment, uniambie kwamba je, ni mambo gani katika maisha yako umeona kama mlima, ili niweze kujua nitakuombeaje zaidi na niweze kukutia moyo zaidi. Mungu akubariki sana.